hapo ikile wengine tunapoisikiliza si sawa. Na nikafikiria, what if tukichukua microphones na hizi two speakers tuende tuweke hapo corner market na tuambie watu Jesus loves you. It is possible for us to saturate Kayole with the gospel of God. Lakini kama tutafanya kazi, there is no expectation of a harvest. I am one of the preachers ambao wanapenda mega church. Na nimeuliza Elder Gachanja pamoja na elders kwamba tuchore kanisa hili ikiwa kanisa kubwa kule juu. Maana in the near future tunataka tuwe kanisa kule juu. I am one of the ministers who believe in a mega church. But you cannot have a mega church if you are doing nothing. If you are coming here on Sunday, enjoying the services, going back to home, waiting for another Sunday, nothing will happen in our lives. And therefore I want to release the grace ya watu kufanya kazi mwaka huu kuliko mwaka mwingine kwa jina la Yesu. Si neema hiyo ishuke katika maisha yenu kwa jina la Kristo. Mwaka huu kama tunataka kufanya watu wawe 500, because by the end of the year 2020 this church will have more than 500 people by the grace of God in the name of Jesus. And every month, this is what I have in mind. Every month tutakuwa tunafanya evaluation every month, because it is our year of divine harvest. Tutakuwa tunaangalia every month, tunauliza ni wageni wangapi wametujoin this month wanasimama, wageni wangapi ambao wameokoka mwaka huu tunaangalia, tunaenda tukijaza. January tumepata 10, February tumepata 50, March tumepata 3, April hatujapata, May tumepata 20. It is possible for us to increase this church with more than 100 people. Sio wale ambao walikuwa wametoka makanisa mengine, wale ambao hawajawahi jua Bwana na wameokoka mwaka huu kwa jina la Kristo Bwana wa neema. Ninaomba let us raise our faith this year, that we are going to work more than any other time, because harvest includes an action. Lazima tufanye kazi. Another thing about the harvest is that harvest also is ready, and whenever it's ready, it requires a harvester. So if you're writing, you can write. Whenever a crop is ready, it requires a harvester. So it requires a harvester. Anytime niliona watu ambao wamekuwa katika mashamba ya ngano. Mashamba ya ngano inaitwa combined harvest. Wanaleta harvest ambayo itakuwa ina harvest. But they don't harvest before time. They harvest during the June time. Wanaleta harvest, ina harvest, inaweka kwa magunia. Wakikosa kuharvest, what happens? Ukikosa kuharvest, hiyo shamba inaingia katika kitu ambacho tunaita mambo ya kuharibu mimea yao. So every time the harvest is ready and the harvester is not there, then the crop will rot. That is why we have a world that is rotten, because there is no harvesters. The harvest is ready, lakini hakuna harvesters. Na ndio maana Yesu anasema, pray unto the Father who is in charge of the harvest, that you may give us more workers who will get into the field and they do the harvesting. Because the world is rotten. The reason why the world is rotten, it is because the grapes on the harvest is ready, but there is no harvesters. Si leo tuwakomesho nyote muwe harvesters kwa jina la Kristo. Nasema leo tuwakomesho nyote muwe harvesters katika jina la Yesu Kristo. Can I show you how to commission? Jesus baada ya kuleta na kuambia wanafunzi kwamba ombeni Baba na apeane. Sasa Baba anapeana nyinyi. Hapeani wengine, anapeana nyinyi. So number 4, if you are writing, you can write. God will answer harvest prayers through us. God will only answer harvest prayers through us. Yeye Mungu anajibu maombi ya kuvuna kupitia sisi.
Hebu tuweke Matthew chapter number 10 verse number 1. Matthew chapter number 10 verse number 1. The Bible says Jesus called his 12 disciples. Hebu tupatie Matthew chapter 9 verse number 37. Matthew chapter 9 verse number 37. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So he is speaking to the disciples, like in verse number 10 verse 1. Tupatie hiyo. Verse number 10, chapter number 10 verse 1. Jesus called his disciples together and he gave them authority to cast out evil spirits and heal every kind of disease and illness. So he is answering the prayer through the disciples. Yeye haendi kwa watu wengine, anaenda kwa wanafunzi. So kwa hivyo kama kuna mavuno itaonekana Kayole Church, Mungu atatumia sisi. Kama kuna mavuno itaonekana, Mungu atatumia wewe. God is ready to use you. God is ready to use me. Na ili niweze kuleta mavuno katika nyumba yake. And he said, verse number 2, he sent them, the 12 disciples, wameandikwa hapo kwa majina, tuwekee verse number 7. Verse number 7, atatumia sisi. The Bible says go. Hebu kila mtu aseme go. Kila mtu aseme go. Hebu nisikie tena kwa sauti, sema go. Jesus anasema mavuno ni mengi lakini hakuna watu wa kuvuna. Ombeni Baba naye ataweza kupeana watu wa kuvuna ama wafanyakazi. Lakini yeye tu Yesu anaita wanafunzi, anawatuma. So verse number 7 inasema go and announce to them that the kingdom of heaven is near. So the reason why we are here 2020, it is to announce to the world that the kingdom of God is near. So after this message, we are going to commission the church and send you out there to go and announce to them that the kingdom of God is near. Can everybody go in the name of Jesus? Amen. Everybody go out there and preach the gospel. Amen. If everybody here brings a soul, not even every Sunday, but only one soul, mwaka huu wa 2020, only one soul, na hiyo one soul sio kazi mingi, sio struggle, ni kuanza tu kuangalia. Nimebakisha sehemu ya how to realize a harvest, nitawaonyesha. Lakini kila mtu akisema this year nitaleta mtu mmoja tu katika mfano wa Bwana, alafu ni muongoze kwa nyumba ya Bwana. Kama tuko 400 leo, 400 this year, tukimaliza tutakuwa watu wangapi? 800. Tukimaliza mwaka huu tutakuwa watu wangapi? 800. Tutakuwa na overflow ya kanisa letu. And it is possible. Jesus hakutuma watu wengine, wale alionena nao ndio aliita the 12. Alafu akawaambia sasa endeni utangaze kwamba ufalme wa Bwana umekaribia. Sasa mimi nanena na kanisa la Kayole Church leo. And I want to pray. Hatutatumia watu wengine, hatutatumia watu wa nje, hatutaangalia watu wengine, nyinyi ndio mtaangalia na mtaenda kule nje kuvuna kwa jina la Kristo Baba wa neema. Hallelujah. Amen. How many are ready to go out there and preach the gospel? How many are ready to harvest? Can you just lift up your hands and tell the Lord, heal me this year that I may harvest in the name of the Lord Jesus Christ. Hebu kila mtu afungue kinywa chake amwambie Bwana, nisaidie Bwana, niondoke nje Bwana, nikafanye mavuno. Maana Bwana unanena pamoja nami ya kwamba mavuno ni tayari, lakini Bwana ninahitaji niondoke na nikafanye kuvuna kwa jina la Kristo Yesu. Let me share with you 4 things about how to realize a harvest. Number 1, na katika hizi Sundays now to February, make sure you carry your notebook, you carry your pen, you carry your Bible. Man, we are going to do a lot of writing. I am not very good in teaching, but I'm trying to teach. I'm trying to tell the Holy Spirit to help me teach.
Number one, how to realize a harvest. You must select a seed. You must select a seed. That is number one. You must select a seed. Ninawafunza kwa hiyo mambo ambayo utaelewa kabisa. Vile tunapandaga mashamba yetu ya kawaida. Mama mashamba anajua wewe ni mpandaji na ni mvunaji. Number one, kitu ambacho unafanyaga ni kufanya nini? Unachagua mbegu. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Selecting a seed spiritually inamaanisha you identify, look at the person that you are going to preach to. Look at the seed. The seed ni wale watu walio kule nje, wale ambao wako kule nje. Hizo ndizo mbegu. Tunataka tupande na ili tupate mavuno. Lazima kwanza uangalie ni mbegu gani. Sasa nikiuliza leo na tusiinue mkono, 2019 wangapi waliangalia mtu na wakamhubiria na akaokoka? Hata kama hakuokoka, wangapi walihubiria mtu lakini wengi, percentage kubwa ni wale ambao tulitosheka kwa sababu tuliokoka. But the world is rotting out there. The world is rotting. Watu wanaoza. Ukitokea tu hapa nje, hata usiende mahali, hapa tu nje, utakutana na walevi. Hata leo ni Sunday. After this service, utakutana na watu walevi na wako tu jirani zetu. Wengine wamelala kwa mitano. Wengine ni wale ambao kabisa hawajijui. Wengine ni wale hata hawajawahi sikia mambo ya Yesu. And we are comfortably seated waiting for this kingdom. Na ili Yesu arudi. Hebu tuweke Matthew chapter 24 verse 14. Maana hiyo imekuja kwa akili yangu ndio waonyeshe how to select a seed. Matthew chapter 24 verse 14. The Bible says, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come. Kuna watu wanangojea mwisho wa ulimwengu. Kuna watu wanangojea Kristo arejee. Kuna watu wanangojea tarumbeta ilie. But the trumpet will never blow mpaka tueneze habari hii kwa watu wote. Kama tunataka trumpet ilie, tueneze habari hii kwa watu wote kwa jina la Kristo. Selecting a seed, identify a person. Identify a person. Sasa leo Baba Jona, nikikwambia identify, unaweza shindwa na kuidentify. Leo nikiuliza mtu, angalia ni nani jirani yako, mtu wa biashara, mtu mwenye mnatembea naye kila siku, mtu ambaye ni wa familia yako, mtu ambaye unafanya kazi naye, hata wengine ni wale tumeajiri, hawajawahi sikia habari. Na tuko hapo. If you want to realize a harvest, one, select a seed. Selecting a seed, we must tell the Holy Spirit to guide us this year. Tusihubiri tu, lakini Roho Mtakatifu atuongoze mwaka huu. Atuelekeze mahali anataka tuhubiri. Maana akituelekeza tutapata mavuno kwa jina la Kristo. So this year, if you look at tupatie Acts chapter 16 verse number 6. If you look at Paul, vile alivyoelekezwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamuonya, anamwambia usihubiri hapa, usihubiri hapa, usifanye hapa. Alafu Roho Mtakatifu anamfunulia, enda sasa uhubiri Makedonia. Na hapo ndio akina Lydia na nyumba yake wanaokoka. Kwa sababu wameitwa ku identify a seed. The Bible says, next Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia, because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. The Bible says, verse number 7, then coming to the border of Mysia, they headed north from the province of Bithynia. But again, the Holy Spirit of Jesus did not allow them to go there. Kwa hivyo, mwaka huu lazima tuambie Roho Mtakatifu, tuongoze mahali unataka tuhubiri. Tuongoze kwa wale unataka tuhubiri. And I have seen it happening. Roho Mtakatifu akikutuma, unakutaka mtu tayari ameandaliwa na Roho. Ukiongea na yeye unakuta moyo wake tayari umefunguka, kama vile moyo wa Lydia ulifunguka na akapeana maisha yake kwa Bwana. So verse number 8 inasema,
coming. Verse number 8. So instead, they went on through to Mysia to the seaport of Troas. And verse number 9. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, come over to Macedonia and help us. Look at your neighbor, Mwabie. Select the best seed. Mwabie tena, select the best seed. So huyu mzee wa Macedonia ananena na Paul, anamwambia come over and help us. The Bible says, verse number 10. Verse number 10. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Usipapase this year. Angalieni, niambie Roho Mtakatifu nisaidie nihubirie nani. Unapohubiria mtu ambaye ameandaliwa na Roho Mtakatifu, utapeana maisha yake kwa Bwana kwa sababu tayari ameandaliwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lisifiwe. Blessed be the name of God. Let me go to number 2. Number 2, if you want to realize a harvest, maana hatuwezi kusema tu mwaka wa mavuno. Lazima tutayarishwe na mafunzo ambayo itakayotusaidia ku realize the harvest. How are we going to realize the harvest? Number 2, ni lazima tupande baada ya kuvuna ya kutafuta mbegu. Lazima tena tupande. Lazima tupande. Usifanye tu mbegu alafu baadaye uiweke. Maana kuna watu wana select the seeds alafu wanaziweka. This is a nia ya kupanda mbegu kwa utukufu wa jina la Bwana. So we must select that seed. Number 2, you must also plant that seed. Number 3, you must also allow the seed to sprout. You must allow the seed to sprout. Usipande tu alafu uanze kuona. Unajua wakati mwingine tunahubiria watu na tunaona kana kwamba anapaswa kuokoka hapo. Wewe panda, kazi yako ni kupanda. Ukishapanda mwashie Mungu. Biblia inasema kwa Korintho ya kwamba kazi ya kufanya zimee si yetu. Kazi ya kufanya zimee ni ya Mungu. Kazi yetu ni kupanda. Baada ya kupanda, Mungu anafanya zimee kwa utukufu wa jina lake. Si desi ya Mungu afanye tuvune kwa utukufu wa jina lake. Amen. I say again, may the Lord help us to harvest in the name of Jesus. Amen. May the Lord help the church to harvest again. Amen. Again, waiting for that seed to sprout. Waiting for the seed to sprout means wewe ukishapanda ngojea, usiwe na haraka. Kuna watu wanahubiriaga watu na wana ni kama kuwalazimisha lazima waokoke. Na hii tumeona ikitendeka kwa door to door meetings. Unakuta mtu ameenda kwa door to door, ananenea mtu, anamfinya mpaka mtu anasema acha niokoke kwa sababu hakuamini, lakini yeye anaokoka kwa sababu umemfinya sana na ili wewe utoke na wewe. Baada ya kwenda anarudia mambo yake. That person was not decided. Sometimes we pressurize the world to give their life to Christ. It is not our duty kuokoa. The duty of kuokoa ni ya Mungu. Are we together? Sasa kazi yetu ni kupanda. Kazi yetu ni kupanda. Unapoenda Kayole unapanda. Unapokutana na mtu wa biashara unapanda. Mtu wa kazi unapanda. Kwa matatu unapanda. Mahali popote unapanda. After all that, then the harvest, Mungu anafanya that harvest iwe realized kwa utukufu wa jina lake. Amen. Amen. And finally, what happens after harvesting or after planting and after waiting? The other work is following up for a harvest. Don't leave it. Following it up for a harvest. Wambie mwenzako utavuna mwaka huu. Wambie tena utavuna mwaka huu. This year we are going to harvest because we are going to plant, we are going to follow, we are going to wait unto the Lord, also to sprinkle the water and to this. Akina Paul na akina Apollos kazi yao ilikuwa ni kupanda, lakini na wengine kumwagilia maji. Lakini Biblia inasema kazi ya kuchukua ilikuwa ya Bwana.
So kwa hivyo kazi ya kuokoa itakuwa ya Bwana, lakini kwetu lazima tufanye kazi. How many are ready to go out and preach the gospel? Let me see by the show of hands. May the Lord enable you in Jesus' name. Let me share with you the last one. This last one is a harvest. Harvest yetu itakuwa hivi mwaka huu. Our harvest, Mungu atatusaidia tuwe na harvest kubwa sana. That is what I'm feeling within my heart. This year we are going to have a major harvest. Tutaleta wengi sana katika nyumba ya Bwana. This harvest, tuna harvest tu kwa njia moja. Tuna harvest kwa mtu mmoja tu, alafu unangojea. Ukisha harvest kwa mtu mmoja, unangojea. Huyo naye ana harvest mwingine. Huyo naye ana harvest mwingine. Huyo naye ana harvest mwingine. Na inakuwa ya kwamba kanisa letu litajaza kwa jina la Yesu Kristo. Can I demonstrate this then we finish? Kuja Baba Chris. Baba Chris. I want to demonstrate this then we finish. Kanisa langu liko na washirika wangapi? Mmoja huyu. Wangapi? Currently ni wangapi? Chris ni wangapi? Peke yake. Yeye peke yake ndiye ako kwa church. That is my church today. And this church wamesikia ujumbe wa Mungu, wanataka kueleza habari hii. So lazima aende na yeye avune. Hata kaa hapo, ataenda mahali na avune, alafu aniletee. Maana tunasema kondoo zinazaa, sio wachungaji tu wanazaa. Kwa hivyo hii kondoo kwa sababu imeshasikia ujumbe wa Bwana, tayari iende ilete mavuno. Na ilete funo katika nyumba ya Bwana. We want to see na tuone vile ambavyo itakavyokuwa. So tayari ameshamlelea na amepokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Karibu katika kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Uliokoka leo? Asante sana. So tayari ameokoka na Yesu ni Bwana na ameletwa katika kanisa la Bwana. So kanisa lako liko na washirika wangapi? Wawili. So sasa nimeshawahubiria hao washirika wawili. Na huyu ameletwa leo, hata yeye amesikia ujumbe. Na wote waletwa washirika katika Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Endeni mpate mavuno na mlete katika nyumba ya Bwana. This is what will happen in our year 2020. Tutaona watu wakihubiria watu na akikataa usimforce, akikataa wachana na yeye, akikubali na mlete kanisani. Yeye akikubali tu na mlete katika kanisa. So my church started with how many members? My church started with how many members? 1. My church has how many members now? How many members do we have? Lakini mchungaji hajaenda, nani ameenda? Kondoo ndio imeenda na imehubiri na imeleta mshirika na mshirika ameleta mshirika. Na sasa washirika hawa nimewahubiria hata yule ambaye ameokoka leo. Bwana asifiwe sana. Karibu sana katika wokovu. Endeni mletee washirika. So endeni mletee everybody alete member katika nyumba ya Bwana. This is what will happen in the year 2020. And we are going to enjoy the harvest by the grace of God in the name of Jesus. Tulianza na mshirika mmoja, yule ambaye anakataa usimlete, yule ambaye anakubali analetwa. So tuendelee kuhesabu washirika. Kanisa hilo limeongezeka. Sasa hiyo kanisa hata ikiimba baba pokea sifa. Si sasa ni kanisa kubwa. Hebu ibeni ya baba pokea sifa. Maana ni kanisa kubwa na tayari limeendelea. Tumepata washirika wangapi? Ni wangapi sasa? Mnaona hata sasa mnashindwa na kuhesabu Ni wangapi sasa? How many are there? 8 members. Na walizaliwa na wangapi? 1 member. Only 1 member. Baada ya baba kupokea sifa, endeni mhubirie mtu na mletee katika kanisa. Endeni mletee. Nataka tuone hii vile ambavyo mazao na mavuno inavyokuja. Na mwaka huu ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba kila mtu ahubirie mtu na tumlete katika nyumba ya Bwana katika jina la Kristo Yesu. Yule ambaye anakataa kuja usimforce, yeye tu ajilete katika miguu yake
akubali na akuje. Na wewe hatutasema hauhubiri, tunasema unahubiri. Ukifika hapa mnaimba baba pokea sifa. Maana tayari kanisa limeongezeka. So the church started with how many members? One. And the church today has how many members? 16 members. Close to becoming a local church. Karibu mbarikiwe mwe local church. Lakini hatuhitaji watu wengi, tunahitaji mtu mgapi? Mmoja tu. Alafu huyu mtu asikie injili, apelekee mwingine, huyo mwingine apelekee mwingine, huyo mwingine apelekee mwingine, na baada ya vyote kanisa la Kayole litakuwa double the number the year 2020 in Jesus name. Let it happen in the name of Jesus. God bless you so much. God bless you so much. Tukiza tusimame zote. I am through with my teaching for today. I wanted to lay that foundation.